Kweli nimeamini mazoea sio kitu kizuri. Yaani wewe leo kuniambia mimi maneno kama hayo? Acha kuwa kipofu bro. Mama ni dereva wa familia na wewe ndo kaka yetu mkubwa tunayokutegemea. Kama familia yako ikienda mrama, sisi sote tunakuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo shida ni elimu, sio? Sio elimu tu, hata type wa mwendani bwana. Mimi nilijua nakuja kukutana na malaika yupo huko ndani. Wewe unaenda kuchukua mwanamke bush. Kweli? Au ndo nikusaidieje ya Profesa J ili kukaa sana? Dogo, sitaki mimi na tushindwe kuheshimiana, sawa? Ni bora tusiheshimiane kuliko kuheshimiana kinafiki. Kaka, kubali tumezingua sana. Na bado unayo nafasi, fanya maamuzi upya. Kwa nini afanye hivyo sasa? Ina maana yeye huko alikwenda kusoma hakuwaona wasome wenzie mpaka tuletee mtu mwenye hadhi house girl kuwa mke? Na bora taka nikoka najitambua. Nikajuaje hatari? Nilikuwa namuuliza kuhusu kwenda shule. Ananiuliza eti mpenzi wangu ana elimu gani? Yeye hiyo inamhusu nini hiyo? Hivyo ndio alivyokuambia? Ndio. Mbona unanifanya niwe na hamu sana ya kutaka kukutana na huyu mwanamke? Acha kabisa. Wewe mwanamke kanikera hadi sio poa. Lakini umemwambia kwamba anatakiwa kuwa hapa, si ndio? Bro au? Ndio. Ya, nimemwambia japo hajaonyesha ushirikiano kiivo. Wale jamaa walikuwa wanaitaka ile pete. Na ile pete anayo Mkamba. Sasa kama pete anayo Mkamba, kwa nini msimwambia ulisho tu mambo yawe safi? Au mnataka mambo yawe mengi tatuazibi kwa sisi? Wewe unavyoona mimi na uwezo wa kumpangia Mkamba cha kufanya kweli? Sasa nyinyi mnaishi yote je, unaweza kumwambia? Yule mbishi na istoshe ile pete kama imempenda hivi. Anafanya vitu vya ajabu kinoma yani. Vitu vya ajabu? Kivipi yani? Yaani akivaa anakuwa na nguvu sijapata kuona. Anafanya lolote analojisikia kufanya. Dada, mambo vipi? Safi. Samani, unajua nimeangusha simu yangu. Na hapa nilipo sina kabisa simu ya kutumia. Vipi? Unaweza kunipa simu yako nikawa naitumia? Sawa. Samani, afu pale geto na nguo zangu chafu zipo kadhaa tu. Afu sina mzuka kabisa wa kuzifua. Vipi? Unaweza kunisaidia pia? Sawa. Kwa hiyo wako mapacha? Na wote wanaishi pale au? Hata sijajua. Ila niliwacha wote pale. Japo yule mke wa bro alisema kwamba yule mwenzake ndo kafika siku ile ile kutoka Bushi. Kwa hiyo sijajua anaishi huko Bushi au la. Kweli mambo yapo kasi. Na ndio maana kila siku nilikuwa najiuliza, huyu Hans kwa nini ananikwepa? Na hataki kabisa kunishirikisha kuhusu yeye swala la kuoa. Kumbe alijua fika kabisa kama angenishirikisha. Mimi nisingekubali yeye afanye huu ujinga aliofanya. Kabisa. Yaani na mimi nilimpa vipande vyake haswa. Sikutaka kumkopesha hata robo. Na nikamwambia bado ana muda hajachelewa. Anaweza kufanya maamuzi upya. Safi kabisa. Ngoja aje hapa na mimi nimuongezee vipande vingine. Vipi na wewe kijana wako? Mmefikia wapi? Yaani ananivuruga. Kuna muda nawaza sijui niachane naye tu. Kwani anafanya kazi gani? Hata sijui. Si unajua tangu nimetoka shule tunagombana muda wote. Hata tujapata muda wa kupiga story. Jichunge. Usije ukajikuta na wewe umeangukia kwa mwanaume asiyekuwa na kichwa wala miguu, ndugu yangu. Nakuelewa. Japo nashindwa kujizuia, sijui namwachaje. Yaani nampenda sana yule kijana. Kwenye ulimwengu wa leo, sidhani kama mapenzi ni kitu cha kuzingatia sana. Unadhani wanao watakula huo upendo wenu? Wao wanataka pesa. Kwa hiyo kumchagua mwanaume kwa kigezo pekee cha kumpenda ni kufanya makosa makubwa sana. Uko sahihi. Lakini unawezaje kuishi na mwanaume usiyempenda sasa? Kazi yetu sisi sio kupenda. Kazi yetu sisi ni kutii. Kwa hiyo ukimpata mwanaume mwenye future na mipango sahihi na wewe ukamtii, automatically tu utajikuta unampenda.
Kwa hiyo Mkamba kwako alikuwa sahihi au? Hapana, nilikosea sana, na ndio maana nilipojua tu kuwa nimezingua nilifanya haraka sana kuachana naye kabla mambo hayajawa mengi. Kwa hiyo ushauri wako ni kwamba niachane naye tu, sio? Hapana, mchunguze kwanza, ujue ana mipango gani na maisha yake, kisha ufanye maamuzi kwa kutumia akili na sio hisia. Unataka kusema amekuwa kama mchawi au? Yaani bora ya mchawi ila sio Mkamba. Na mbaya zaidi, kuna muda anadai ile pete inamuongoza kufanya mambo ambayo hata yeye hajui yanatokeaje. Ni kama anashindwa kuiongoza muda mwingine. Au ndo alikuja kukusaidia siku ile? Maana Kimoso aliniambia umepotea kwenye mazingira ya ajabu sana. Ndio, ni yeye. Alafu ongea na Kimoso, mambo ya kusalitiana sio mazuri. Alikuwa anajua kabisa wale jamaa wana nia nzuri na mimi. Alishindwaje kukaza? Nimeshamchana sana yani. Sema kufanya hivyo amezingua kinoma yani. Sema unajua nini? Msekeane visasi au vipi? Vipi mzee? Yule mwanamke naye kwambia anaitaka pete. Ndio yule pale. Unataka kuniambia mwanamke unasema anaondoka shetani ndio huyu? Ni yeye. Mambo vipi mdada? Safi. Unajua leo ni siku ya 4 nimekuona. Na kila siku nakosa bahati ya kupiga story na wewe. Leo nimeona nifanye hii siku kwa tofauti na siku zingine. Kama utojali, naomba kujua hata jina lako basi. Naitwa Fina. Kwa maana Sarafina sio? Ndio. Mimi naitwa Teva. Unaweza kuita sana mimi Teva. Kitukuu cha malasta wote duniani. Na kama unavyojua sisi ni watu wa upendo na urafiki. Kama utojali, naomba kuwa rafiki yako basi. Yaani unamaanisha? Si kwa ubaya. Unajua maisha ni watu. Na watu ni mimi na wewe. Na hakuna utajiri mkubwa hapa duniani kama kuwa na watu sahihi. Wow, nimependa vibe lako. Ndio tulivyo. Unajua kazi yetu sisi ni kuhakikisha dunia ni sehemu ya watu kuishi kwa amani na furaha. Sijui kwa nini watu wanahusisha rasta na vitu vya ajabu. Nimekubali kuwa rafiki yako. Wow. Kama utujali, mkinisaidia namba yako ya simu ili tuweze kufanya urafiki wetu ufike mbali. Fresh basi, nikuache ndio na safari yako au vipi? Imekuwaje tena? Mbona nimeona unamkumbatia? Sio kwambia mimi sipeleki mademu wa snap wa. Na kwa swaga zangu zilivyo, demu yoyote yule mgumu hapa atoke. Sasa nikwambie tu, nishachukua namba. Muda wote yule mtoto mimi nakula. Wapi tena ulikutana naye? Nilipokuwa chuo. Huyo kaka ni kama yuko serious kiasi hivi. Ila kwa mbali ni mcheshi kiasi. Japo sikumtilia maanani, maana kichwa changu kilikuwa kimejaa taswira ya Jolo tu. Hauna mawasiliano naye labda? Hapana. Sikumpata namba ya simu wezi Amena. Na hapo ndo ulipofeli sasa. Wewe unawezaje kufunga milango wakati unajua kabisa bado upo kwenye muda wa machaguo? Wewe ilichotakiwa kufanya ni kumkubali tu. Haumpi mzigo. Huku ukiendelea kumpima na kujua ana lengo gani na wewe. Huko kujifanya una mwenyewe. Kuna muda utapishana na gari la mshahara. Shauri yako. Uko sahihi sana. Yaani ningelijua nitakutana na haya niliyokutana nayo kwa Jolo, hata nisingemfanyia vile yule kaka. Sawa. Halo? Ndio, unazungumza na mhudumu wa Mona Collection. Karibu. Ndio, tuna vifaa vyote vya nyumbani. Tuna mashuka, tuna mapazia, tuna brenda, tuna maua, tuna picha za ukutani. Nini? Duveti? Ndio, tunayo. Sasa sijajua labda ulikuwa unataka aina gani. Maana tunayo yenye maua, lakini tunazo plain ambazo pia hazina maua. Sawa.
Sawa, basi nilikuwa naomba uje WhatsApp ili niweze kutumia sample ili tuone ni lipi litakupendeza. Hakuna shida. Naweza nikakutumia lipa namba yangu ukalipia, alafu nitamwagiza mtu wa delivery na kuletea mpaka ulipo. Haya, sawa boss. Asante. Haya, karibu tena. Haya. Hivi uliwezaje kuanzisha biashara mpaka sasa wateja wanakutafuta wenyewe? Kusubutu tu. Si unajua hakuna muda sahihi wa kufanya jambo? Yeah. Nina wazo langu hapa la biashara. Itabidi unishauri nione nafanyaje ili nianze kujipambania maana Karibu. Mimi nishakuwa mzoefu sasa. Japo mtaji mkubwa ni uaminifu tu kwa wateja. Maana hizi biashara za mtandaoni ukijikanyaga kidogo tu watu hawachelewi kuitwa tapeli. Unakuwa umeisha. Ni mambo mengi sana mjomba, sijui hata nikuelezaje. Lakini wakati nakuja hapa mjini nilikuwa sina sehemu pa kufikia, na ndio maana nikaamua tu kudandia maisha yule kijana ili niweze kuishi. Sasa kwa nini uliondoka kule kijijini wakati hujui hata unaelekea wapi? Nilikuwa tu nimechoka maisha ya pale kijijini, maana tangu nimezaliwa sijawahi kuona sehemu ambayo inaitwa mjini. Kwa hiyo nini kinafuata? Unarudi kijijini au unaenda kuishi mjini? Kuna jambo bado sijamalizana nalo. Nikishamaliza tarudi zangu tu kutulia kijijini. Umejifunza nini maisha hapa mjini? Nilikuwa najua hapa mjini wote wana maisha mazuri, wanaishi kwenye magorofa, wote wana magari, lakini sio kweli. Mambo hata yako hivyo. Kuna watu hapa mjini wana maisha magumu, hawana hata uhakika wa kula. Yaani wapo tu, hawajui hata kesho ipoje. Vizuri kama uliona hilo. Sasa kwa nini hujafikiria kuendelea kuishi hapa mjini? Maisha hapa mjini ni magumu kuliko hata kijijini, na ndio maana sijapapenda kabisa. Na pale ulipokuwa umedondoka ulifikaje pale? Mchumba wako yule kijana? Nampenda sana yule kijana. Kama atakubali, nataka nirudi naye kijijini. Oi. Unafuata nini tena huko? Mimi ni mtu huru. Kwani sitaki kuishi hapa au? Mbona umesahau chokifanya au? Hapa ni nyumbani kwangu. Nitaenda kuzurura kote, lakini nitarudi kuishi hapa. Na nitazikwa hapa. Umeshaota mbawa sio? Kwani nyinyi ni watu gani ambao hamjui kusamehe? Au nyinyi hamjui kufanya makosa? Oi. Kila kitu kinaenda kwenye mfumo na utaratibu maalum. Ukirudia kufanya chokifanya tena, hatukufukuzi. Tunakurudisha mavumbeni. Muda wote ukinihitaji, litaje jina langu. Tudo.